Mwanangu, Mwantumu, nilifanya makosa makubwa sana kuipokea posa ya Sam Cheupe. Kwa kweli, sikupaswa kuipokea wala kukubali mwanangu kuolewa kwenye jumba la kifalme. Zilikuwa ni tamaa tu za kifalafala ambazo leo ndo naamini kwamba yule kijana Kitundu ndiye mwanaume wa kweli mwenye mapenzi ya dhati kwako. Hakuna mtu mwingine atakayekupenda kwa dhati zaidi ya Kitundu. Ni kweli baba, Sam hakuwa chaguo langu sahihi. Chaguo langu sahihi ni Kitundu. Kitundu ana mapenzi ya dhati, mapenzi ya kweli, anajua kupenda. Lakini yule Sam ni msaliti. Dakika 2 anakupenda, anaonyesha mapenzi ya kweli, lakini dakika 2 hachelewi kukukataa. Ona sasa, wale wanachokifanya, wanafanya laana kubwa sana mbele ya lile jengo la Mfalme Bokassa. Kwa sababu yule Sam anatoka na mama yake mzazi Bi Kachala. Yaani wanashia mapenzi na baba yake. Na nilikuwa najaribu kumshauri na kulifanya lile jambo liishe kwa kwenda kumwambia baba yake, lakini alichokifanya ni kwamba amenikataa na nikapewa kesi ya kwamba nataka kuigombanisha familia ya mfalme. Ndio chanzo ya mimi kupelekwa selo na kutaka kuuliwa. Asa pale kwani kuna ufalme pale? Ufalme ulikuwa zamani. Wafalme walikuwa wanaheshimu watu, wafalme walikuwa wanaheshimu wake zao, watoto wao walikuwa na heshima kwa watu, lakini sasa hivi wamekuwa mambumbumbu kupitiliza. Bokassa ni mfalme mbumbumbu ambaye hajawahi kutokea kwenye ulimwengu huu wa dunia. Ndio maana mimi leo najilaumu sana kwenda kukupeleka kwenye jumba la laana kama lile. Kitundu atachukua mke. Wewe ni mke wa Kitundu. Kule ulikwenda kuangalia tu maisha maambili tane. Hakuna muoaji pale. Ni kweli baba, najuta. Yaani najuta kumsaliti yule kaka wa watu Kitundu mpole kiasi kile mwenye mapenzi ya dhati kwenda kwa Sam. Yaani ningejua Sam ana mapenzi ya uongo, ni msaliti, nisingelithubutu kuingia hata kwenye jumba la kifalme. Achana nao mwanangu. Achana naye Sam Cheupe. Yule ni laana tupu imejaa pale. Ni bora kitungu chako kampe Kitundu. Kitundu ni mwanaume mzuri sana. Handsome boy. Japo sura yake kidogo imepinda. Lakini ni kijana mwelevu, anaelewa, ana upendo wa dhati na sio wahuni kama hao wengine. Mimi moyo wangu saizi umemridhia Kitundu kivyo vyote vile. Alafu hizo takataka ulizovaa sitaki kuziona. Sitaki kuona hao makarabwasha ya kifalme. Yavue tuyachome moto. So dakta, nimefurahi sana kukuona tena uko huru Bi Kachala. Sasa hii ngwe lobaki ni ngwe ya kuvuruga mapenzi ya Bokassa na yule bibie. Na tuhakikishe yule bibie anaondoka kwenye hii kasiri mapema kabisa. Halafu kingine Bi Kachala. Kingine sema na kusikiliza kwicho. Leo tukalale wote basi leo Bi Kachala leo. Leo Mfalme Bokassa alala na yule binti Amanda. Wewe uje ulale kwangu leo Bi Kachala. Siku moja si mbaya. Lala kwangu leo. Wewe na una haraka kwicho. Mimi ni wako tu, mbona unakuwa na haraka? Hafu kumbuka, baada ya harusi kutakuwa na fungate. Mfalme atakuwa busy sana na yule mwanamke. Na sidhani kama moyo wangu utavumilia kweli maumivu ya wivu kwa Bokassa jamani. Sijui kama nitaweza kwenye hiyo fungate. Wakati wa fungate, basi kama maumivu yatazidi moyoni, nitakuja kwako. Leo basi hulali, lakini kiduchu. Bi Kachala nadhani unanielewa. Hulali, lakini kiduchu. Ndondolo hiyo Bi Kachala. Ndondolo. Bwana wewe kicho leo uongo. Leo sio kweli bwana uongo. Alafu kumbuka nina stress yangu kibao. Nimetoka selo leo tu. Kwa naomba kidogo kwanza nitulie kwa leo, siku nyingine. Usiku mwema, acha nikupe busu tu kalale. Nyie, mnafanya nini hapo? Nimeona.